Shoga yangu, huwezi amini, tayari ishafanikiwa kutoka na shemeji yangu. Mdogo mdogo Yumbo kashaingia kwenye mtego wangu na mteketeza yeye pamoja na mume wake. Dada, sawa, nimekuelewa. Nipo chini ya miguu yako. Naomba unirudishie tu hiyo TV. Unajua mimi ni mwanamke mwenzio. Kuna kupata na kukosa. Kwa nini usinisikilize? Bwana, usiniombe ombe, unaniomba mimi ni Mungu. Sikiliza nikwambie. Mimi ndo naondoka hivyo, na cha kunifanya huna, utajua mwenyewe. Nakumba tushituane halafu na nini? Oya. Kumbe upo nakula hapa afu unishtui mwanangu. Sasa ndo tabia gani zimeanza? Kwa hiyo kama mimi na nani ndugu yangu? Nakula mwenyewe ndio. Sela kwangu mwenyewe. Situpo wawili huyu ndugu yangu, swala tunashirikiana mambo tunatoa kitu au tunafanyaje? Tunashituana. Sasa mambo ya kuishi pamoja na kuanza tena mtu kula tena kuna usiani. Kama hivi tunakuwa pamoja. Nini? Kwa mwanangu uko serious kwa unanyima chakula? Unajua masiara? Umepoteza 220,000 huko ndani, umeleta mamalaya zako wale wameleta habari za Kisela Nondo hapa, hela imepotea. Alafu nataka kula hapa. Mimi nataka 200,000 yangu mzee. Kuanga mambo ya chakula haya sisi tukao tuwe wamoja. Swala kuibiwa hela sawa, tumeibiwa wote. Mimi mwenyewe simu yangu nimeibiwa ila nimesamee. Inabidi tusamee, tuanze mwanzo ila mambo tushirikishane. Kwani simu yako ya kwangu mimi? Mbona sikuelewi ndugu yangu? Sawa ni ya kwangu mimi, lakini sasa si tayari jambo lishakuwa sote, ina maana kwamba hayo mambo tuachane nayo, tufunike kombe mwanaalamu apite. Dina mambo ya chakula, sasa unaninyima chakula kweli? Unatakiwa wewe kama wewe utafute chakula chako ule mwenyewe na unitafutie 200,000 yangu. Umenikwaza sana. Yaani sikutegemea kama utakuwa na roho mbaya kiasi hiki. Yaani mtu kweli aanze kuhangaikia deni afu bado mnyime na chakula kati yaani nisikufiche tu. Labda kwa taarifa yako mimi nilikuwa nipo tu na wewe tunashirikiana, ila mimi ni mtu tu ambaye sema simu yangu tumepotea. Ila na ndugu yangu Katoro ningempigia simu sasa hivi ningeondoka. Hivi ungekuwa na ndugu Katoro ungekuwa hapa wewe? Si ungekuwa shauri kwenu Katoro? Hapa unafanya nini sasa? Nipo hapa ili mradi tushirikiane tu mimi na wewe, jambo letu liwe moja. Wewe unanitenga swala chakula. Ushirikiane na nani? Oya, nakupatia masaa 28 nataka hela yangu. Kwani kuna shida gani? Maana toka nimefika nimeingia ndani nakuta vitu haviko sawa. Kwani siku zote hizi ulikuwepo wapi? Mpaka nazalilishwa hivi. Yaani mwanangu, wewe acha tu. Mama mwenye nyumba kaja hapa. Kachukua TV na bado kasema anakuja tena kuchukua vitu. Hivyo mama mwenye nyumba ana akili kweli? Kwani nimesema hela yake simlipi? Mpaka anakuja hapa, anaingia ndani anachukua TV. Je, kama nikimwambia kuna kitu kachukua? Hakunisikiliza mwanangu. Amara. Mimi sasa napiga makelele muda wote wewe ni kama unisikii vile. Ina maana unanipangia nani nimuitikilie nani nisimuitikilie? Sawa, tuachane na hayo. Ni mara ngapi nakwambia kuhusiana na jibu langu lakini? Mbona nakupenda Tamara lakini unanifanyia hivyo? Jibu lipi? Fabi, nilishakwambia kabisa kama kwa unanihitaji mimi, tafuta hela babangu. Maneno matupu mimi siyataki. Tena siwezi kabisa. Hela huna, kelele kibao, Tamara, koma. Niliongea, nilimbembeleza, lakini hakunielewa ule mama. Mama najua unanijua vizuri. Sasa subiri nimfuatie mama mwenyewe. Mwanangu, nakujua vizuri sana kwamba wewe ni mshari. Kwa hiyo nenda kwanza kwa mjumbe.
ukamwelezee maneno yote. Ukitoka hapo, pitia kwa mama mwenye nyumba, mpe pesa yake, urudi na TV yetu. Mama, hata usiwazi, hayo yote nitafanya. Sawa mwanangu, usije ukaleta fujo huko. Wengine wanauza ndoto kwa Tamara, unazungumzia hela gani sasa? Mbona mara nyingi mimi nakupa hela tu? Nijitutumue vipi sasa? Ni kama mtoto wa kiume nikupe hela gani unataka tena nyingine? Hivyo una akili kweli? Yaani umekaa mtoto wa kiume kabisa, unajiachia kabisa na nguvu unapata za kuongea eti hela gani? Mbona hela anakupaga 10,000, 20,000 nayo ni hela? Tafuta hela. Ili wakiitwa wenye hela na wewe utoke, acha kunipigia kelele. Na kama uko unataka jibu lako, basi wewe na 300,000 mkononi. Unanipa hiyo pesa na kukupa jibu lako. Ipo hivyo. Tamara, 300,000. Mama yangu, mbona hizo hela nyingi sana lakini sasa wewe utakuwa ni upendo au utakuwa unanikomoa lakini? Kama utahisi na kukomoa utajua mwenyewe. Lakini mimi mwanaume bila hela sitaki kumsikia. Tafuta hela then nitafuta. Tamara. Wewe mwizi eh? Hebu toka. Nani kakupa ruksa ya kuingia kuchukua hizo chupa? Samani blaza. Mimi nilikuwa napita tu, kwa hiyo mwisho wa siku nikaona makopo. Na niligonga hodi sana lakini hakutoka mtu. Kwa hiyo na maana unajua ukishagonga sana hamna mtu wa kukuitikia ndo najichukulia mamlaka unachukua kitu chochote, si ndio? Hapana blaza, sina maana hiyo. Ila nisamee kama itakuwa nimekosea, samani. Sio kama umekosea, yani wewe umeshakosea. Ati kama. Naona kwa akili zako naona kama. Wewe utakuwa sasa sikia nikwambie. Yaani hem anza kuruka kichula kwanza. Blaza. Sio kila mtu anaokota makopo basi ni mwizi. Na mimi sijakuja hapa kwa ajili ya kuiba. Nimekuja tu kwa ajili ya kuokota makopo mradi tu nikapate riski bazangu. Habari yako mjumbe? Nzuri, kwema. Kuna rai yako mmoja ananisumbua kichwa. Kaenda nyumbani kamfanyia mamangu fujo. Kaingia ndani kwetu, kachukua TV. Hata kama mtu unamdai hela ya kodi ndo mfanyie fujo. Hebu subiri kwanza. Kwani alipokuja nyumbani nani alikuwepo? Amefika pale, akamkuta mama yangu, akaingia ndani kwetu kibabe, akachukua TV yetu. Hata kama yeye ni mama mwenye nyumba, ndio kutufanyia hivyo kweli? Na kwa nini aingie ndani kwa mtu kuchukua kitu bila ridhaa yake? Yaani hapo kakosea sana. Kakosea, yani hasingestahili kufanya hivyo. Sasa mjumbe, mimi namfuata. Nimeona nisiende kwanza, nipitie hapa kwako kwanza nikupe taarifa. Alafu nataka nikuachie kiasi kidogo cha maji. Utakunywa hayo maji? Na maji hiyo. Sasa hapa cha msingi inabidi tumshtaki. Sio vizuri, sijapenda. Inabidi tumpeleke polisi sababu yule ni kijambazi kidogo kidogo. Ina maana maisha yako umeyapotezea kwenye chupa zetu, si ndio? Wewe ni mwizi wewe. Brother, mimi sio mwizi na kuomba niko chini ya miguu yako brother. Kweli haki ya Mungu, mimi sio mwizi. Unafikiri ningelikuwa mwizi ungenikuta hata kidogo nimechukua hata hizo ndoo au madumu, lakini mimi nimekuja tu moja kwa moja kuja kuchukua machupa. Mimi sijachukua chochote, au kama nili niambia tu nirudishe kama nakiaga maji, lakini mimi mbona sijadili. Sio nani ondoka. Unaitamani na hiyo chupa, si ndio? Wewe umesikia? Hapo ondoke, weka hiyo vitu, ondoka hapo sasa hivi. Blaza, naomba basi uniruhusu tu nichukue hizi. Yaani naongea naanza kunani? Niwaite masela? Nitaita masela hapo. Mimi jana nimeibiwa na mwanamke na nitawaambia na wewe ni mwizi umeniibia sasa hivi hapo. Weka kila kitu, haya luka kichula chula.
tunadaiwa 200,000 na mademu huko ishachukua hela afu Luka kichula haraka. Watu tuna madeni tunadaiwa ndani udo. Na tujala afuna. Ungejua wewe. Nimekakolomea ila. Wengine wanauza ndoto kwa ajili ya kesho. Nimejia TV yetu. Mtoto, taratibu. Tena koma. Usiniletee makelele nyumbani kwangu Mlivyokuwa mnakaa pale bila kulipa kodi mlitegemea nini? Ile nyumba ni ya baba yenu. Hivi mama na akili. Yaani ufike ndani kwa watu, uingie uchukue TV yetu. Yaani nikikwambia kuna 600,000 mbona umezichukua? Bwana, kwa hela gani ulizokuwa nazo? Kwa huo mara yako unaofanya, usinisumbue. TV nishachukua na kuuza, nimeuza na cha kunifanya huna. Huo malaya nilikwambia mimi nafanya umalaya. Hata kama nimefanya umalaya, mimi mwanao. Shemeji, umefikiria nini kumwambia Tamara? Na isitoshe zaidi, kaamua kuondoka na nyumbani. Hivi hujawaza kweli? Nimwambia Tamara kwa sababu ni rafiki yangu. Tunashirikiana vitu vingi sana. Janeti, hilo ndo shipa ambalo umelipasua, halafu ushonaji wake ni mgumu. Sasa umemwambia Tamara, kalizua bomu ambalo lo bomu lake ikidondoka tu nchi nzima inalipuka. Una maana gani? Ana mpango akamwambia kaka. Sasa cha kufanya, jitoe kimasomaso, rudi nyumbani, fanya unavyoweza, jikakamue kama mtoto wa kike, mshawishi unavyoweza mpaka kaka akubali kwamba hiyo mimba ni ya kwake. Jimmy, mimi kurudi nyumbani ni ndoto. Anaogopa kaka yako ataniua. Mama, kilichonileta mimi hapa ni TV. Sitaki kuongea sana. Mimi nimevurugwa. Sijui unanielewa? Kuvurugwa kwako huko, yani mimi ndo nimedata kabisa, umesikia? Tena taratibu. Usije kunipandishia kibesi nyumbani kwangu, umesikia? Sitaki kuongea sana. Maana nikiongea sana kuvunja heshima. Aya, nimekuja na hela yako. Yote. Ingia nani nitolee TV yangu niondoke. TV nimeshauza. Unasema? Kama ulivyosikia. Hivi mama una akili? Una wazimu Umeiuza shilingi ngapi hiyo TV? 50,000. Hey, katika watu nimeona wana akili basi niwe mama. Yaani TV ya 300,000 uweze kuuza kwa 50,000 kweli? Sasa sikiza nikwambie. Si umeuza kwa 50,000? Hiyo ndio hela yako ya kodi ya mwaka mzima. Sikulipi kodi na chochote uweze kunifanya. Tutaonyeshana. Wewe mtoto mdogo si unajikuta una matusi na kupeleka kwa mjumbe. Kama nilivyokuambia mjumbe, mtoto kaja kanitukana matusi ya nguoni. Kisa tu kodi. Mimi nilikuwa na wadai mpaka nikawapa muda. Ikapita ikafika hadi miezi 6. Mimi ikabidi niende kuchukua TV. Kakutukana? Sasa wewe ulivyoenda pale kwa kuchukua TV, ulimkuta nani? Yule mtoto hakuwepo, ila mama yake alikuwepo. Ina maana mpaka anaichukua mama yake alifanyaje, alikuwepo. Na mama yake alikuruhusu uingie ndani kuchukua TV au wewe ndio uliingia mwenyewe kimabavu kwenda kuchukua ile TV? Janeti, hapo nayo unatengeneza bomu lingine. Ukiacha bomu la kwanza, hili ni bomu la pili unalotengeneza. Mimi nakwambia hivi kama rafiki yangu, kama shemeji yangu, kama ndugu yangu, kama mpenzi wangu ambaye tulikuwa tunalizishana. Sasa kama bomu limeshatokea, hebu tutafute njia kwanza ya kulitatua ile bomu. Wewe rudi nyumbani. Mimi nitakuwa upande wako wewe. Mimi hapa nitakuwa upande wako wewe, lakini nakuomba kama utojali, lakini kwa sababu akija kujua kama hiyo mimba sio ya kwake, hiyo mimba ni ya kwangu, tatizo litakuwa kwangu, litakuwa na kwako pia. Hata kama umeondoka nyumbani atakutafuta kwa sababu ataona umemchiti, umemletea dharau, na yule hasira zake zikianza wa kumaliza hakuna.
Sawa, nitarudi nyumbani, lakini kwa sharti. Sharti gani tena hilo? Sasa mjomba, mimi ningefanyaje? Wakati nishawavumilia sana, nimefika hatua nimechoka. Alafu hapo mtoto wake anakuja nyumbani ananizalilisha, ananiambia na hiyo 50 ulouza hiyo TV ndo kodi yako ya mwaka mzima. Hivi kweli? Hata kama unamdai, hauruhusiwi kuingia ndani kwa mtu kuchukua TV au kuchukua chochote, ni kosa kisheria. Sasa mimi ningefanyaje mjomba? Ungefanyaje? Wewe unatakaje? Yaani mimi nataka yule mtoto nimpeleke polisi, nimkomeshe na akili mkae sawa. Hawezi kuja kunizalilisha mimi nyumbani kwangu. Kama una 10,000 hapo, toa tuwete polisi waje na gari wakamchukue. 10,000? Mimi nitakutumia kwenye simu mjomba. Ongea. Mbona kama hujafurahi? Nimefurahi, ila sio lazima furaha yangu ionekane usoni. Shoga yangu, huwezi amini, tayari ishafanikiwa kutoka na shemeji yangu. Mdogo mdogo Yumbo kashaingia kwenye mtego wangu na mteketeza yeye pamoja na mume wake. Na ndio maana nakupendaga shoga yangu. Yaani nikikwambia kitu, wewe unakifanya kwa wakati kabisa. Asa hilo ndio lilikuwa jambo la muhimu. Kwa kuwa ushalitimiza, mimi nikupe hongera tu shoga yangu. Wewe ungejua ninavyoogopa. Mume wangu akijua itakuwaje? Wala haina haja ya kuogopa. Na wewe mume wako anajuaje? Labda wewe mwenyewe ndio kamwambie mumeo. Lakini ukikaa kimya, sidhani kama atalifahamu hili swala. Talijua mimi na wewe. Kumbuka hamna siri ya watu wawili shoga yangu. Ni kweli, ila ondoa shaka kwenye hilo. Mimi si ndio nilikwambia ufanye hivi? Asa unafikiri naweza nikakutupa kwa namna yoyote ile? Lakini naogopa. Nilitamani maisha yawe mepesi, lakini dunia imenifundisha mengi. Wengine wanauza ndoto kwa ajili ya kesho, wengine wanalia kimya bila mtu kujua. Mapenzi yamegeuka kuwa biashara, ahadi zimevunjika kama kioo.